Bwana, kile ambacho kimetokea hivi sasa tunachokiona hapa lilikuwa ni swala la muda tu pale kwenye klabu ya wananchi ambayo inapatikana mitaa ya Twiga na Jangwani, nikimaanisha Young Africans. Alikuwa akilalamikiwa kocha Romain Folz kutokana na performance ya timu yao inapata ushindi, lakini burudani wananchi ndio kitu ambacho walikuwa wamekimiss. Walizoea kuiona Yanga yao akaibatiza majina mengi sana, gusa acha twende kwao na mengine mengi. Lakini hivi sasa tunachokiona mechi ya leo ya ligi ya mabingwa barani Afrika, mechi ya awali, mechi ya pili tukisema, dhidi ya Silver Strikers, imeondoka na Romain Folz, na ndio maana tunasema lilikuwa ni swala la muda tu. Wiki kadhaa nyuma hapo au mwezi uliopita kulikuwa na tetesi za Romain Folz kuondoka, na walihusishwa baadhi ya makocha mbalimbali ikiwemo kocha kutokea timu ya taifa ya Madagascar Rakoton Drabe, lakini dili lake likashindikana na Young Africans wakaamua kuendelea kubaki na Romain Folz, na akasema kwamba watamtambulisha msaidizi wake mwingine, ambapo amekuja Patrick Mabedi, na leo ndio ilikuwa mechi yake ya kwanza ya ushindani kukaa kwenye benchi na kocha mkuu Romain Folz, lakini haikuwa bahati kwao, na tunaona Young Africans ikipoteza kwa goli 1-0 dhidi ya Silver Strikers katika mchezo. Lakini kumbuka Young Africans malengo yao ni kucheza hatua ya makundi, kwa hiyo wameona kama dalili za kufeli msimu huu ni mapema sana, na watakuwa wameshuka sana kutokana na Young Africans katika misimu ya hivi karibuni wameweka historia ya kucheza finali kwenye Confederation Cup ambapo ni mashindano ya CAF, lakini pia kucheza hatua ya robo finali, kucheza hatua ya makundi. Kwa hiyo hizi zama za kuishia katika hatua za awali walishazipita, kwa hiyo wanaona kabisa dalili za kurudi nyuma kama zilikuwa zinaonekana. Lakini kitu ambacho kilichokuwa kinampa nafasi zaidi Romain Folz ndani ya Young Africans ni matokeo ambayo alikuwa anayapata. Alikuwa hajawahi kufungwa. Romain Folz ameshinda mechi za mashindano na za kirafiki, lakini mechi moja tu ameweza kupata sare, mechi ambayo amecheza dhidi ya Mbeya City. Lakini pia tukaona hivi juzi kati walicheza na TRA kwenye mechi ya kirafiki, pia kuweza kupata matokeo. Young Africans wameshtuka akasema sasa huku kuna dalili mbaya hata katika ligi ya mabingwa, malengo yetu kutoweza kutimia, na pia hata katika mashindano ya ndani. Tukaona taharuki baada ya leo kuweza kupoteza mchezo dhidi ya Silver Strikers. Watu wakawa wana malalamiko mengi na kukana kitu ambacho tunasema kama dalili mbaya kwake Romain Folz, tukitazama kile ambacho kimetokea pale Lilongwe nchini Malawi. Sasa Young Africans wametoa taarifa kwa umma muda si mrefu hapa wakimuondoa kocha huyo rasmi, sasa wakiagana naye kwenye kikosi hiko siku ya leo Oktoba 18, 2025. Taarifa hiyo inasema kwamba taarifa kwa umma, uongozi wa Young Africans Sports Club unapenda kuutaarifu umma kuwa umevunja mkataba wa kocha mkuu wa kikosi cha kwanza Romain Folz. Uongozi wa Young Africans unamshukuru kocha Romain Folz kwa mchango wake ndani ya klabu yetu na unamtakia kila laheri katika majukumu yake yanayofuata. Katika kipindi hiki kikosi chetu kitakuwa chini ya kocha msaidizi Patrick Mabedi, huku mchakato wa kutafuta kocha mkuu ukiendelea, imetolewa na idara ya habari na mawasiliano Young Africans Sports Club. Kwa hiyo Romain Folz lilikuwa ni swala la muda tu, bye bye pale Young Africans, ndio kitu ambacho tunakisema. Comment yako ni ipi kwa hiki ambacho kimetokea pale kwenye klabu ya Yanga, wakiwa wanajiandaa sasa kurudi nyumbani, na weekend ijayo watakuwa na mchezo wa marudiano dhidi ya Silver Strikers? Nini ambacho unakifikiria kwa Young Africans msimu huu, ikiwa mapema sana mwanzo wa msimu wanabadilisha kocha? Na tunakumbuka pia katika hatua kama hizi msimu uliopita walibadilisha kocha, lakini tofauti tu msimu ule walikuwa tayari wameshafuzu kwenda hatua ya makundi. Miguel Gamondi baada ya kupoteza michezo miwili ya ligi kuu Tanzania bara walimuondoa, lakini katika CAF Champions League alikuwa ameshaifikisha timu katika hatua ya makundi. Msimu huu tunaona Romain Folz anaondolewa mapema. Je, huu unaweza kuwa ni mwanzo mzuri kwa Young Africans au pia unaweza kuwa mwanzo mbaya kwa Young Africans? Niachie maoni yako hapo chini, lakini usisahau kusubscribe ili uwe number 1 kupata habari zetu kutoka hapa JNR Mtita TV, rafiki namba 1 wa burudani na michezo. Ni kweli hoteli nyingi umeshafika na umeshapata huduma zao, lakini nikuulize, je, umeshawahi kufurahia na kuenjoy kwa kupata huduma nzuri na bora zaidi kutoka Brand Hotel?
Usijali wala hujachelewa. Brand Hotel ndio mabingwa kutoa huduma bora zaidi. Ni hoteli ya kifahari inayopatikana mkoa wa Dodoma yenye mandhari nzuri ya kuvutia. Ufikapo Brand Hotel utapata huduma bora ya malazi, vyakula vizuri vya Kiafrika na vya kimataifa, vinywaji vya aina zote, free breakfast, free wifi, free swimming pool, vyumba vya kisasa vyenye huduma tofauti tofauti vitakavyofanya siku yako iwe nzuri na ya kipekee. Pia tuna kumbi za kisasa kwa ajili ya mikutano na shughuli mbalimbali, gadeni nzuri ya kuvutia kwa ajili ya kupumzika na kupiga picha. Tunapatikana Kisasa, Dodoma, Tanzania. Fanya booking online kupitia booking.com. Tunapatikana kwa simu namba 0773467756. Email brandhotel14@gmail.com. Brand Hotel, tunaamini kwenye ukarimu na huduma bora.